karibuni sana. Asante ndugu yangu Katika studio zetu hapa. Nimefurahi sana na asante kuandaa yani mahali pazuri sana. Pazuri. Bwana karibu sana. Asante ndugu yangu kuja kutembelea kwenye ofisi yetu. Nimeshukuru sana. Bwana mimi naitwa Tom Nyiro, ni mwalimu. Nimeshukuru. Huyo mimi ni Augustus pia mwalimu. Mwalimu mtaalamu kabisa wa mwalimu kwa taaluma. Sasa leo wadau wa tazamaji tumekaribisha mgeni wetu, ni mtu maalum sana hapa. Ni mdau wa Kiswahili, anaitwa John Paul Aligumaho. Ukisikia tu neno hilo jina John Paul, yani utajua tu ni Mkatoliki. Kabisa. Na nadhani alikosea kidogo, angekuwa padre. So bwana karibu sana hapa. Asante, nashukuru sana. Ndio. Na mimi nimefurahi sana kujiunga nanyi ndugu zangu, ndugu Siza na ndugu Tom. Na tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu kwa kutujalia afya. Ndio. Na tukawa hai. Hilo ni jambo la kwanza ambalo tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Labda jambo la pili, najua kuna msemo, sijui kama uko Biblia sijui sana, lakini nitaendelea kuisoma sana. Ndio. Wawili au watatu wanapokutana Mungu yupo pale. So maana yake tunapokutana hapa Mungu yupo katikati yetu. Na pengine yale maono yanayojadili pale, hatimaye Mungu kashawekea. Mwenye yuko hapa lazima ataweka muhuri tayari. Ataweka muhuri. So tunasema imeshakuwa. Imeshakuwa. Kutokana na hayo tuliyozungumza ambayo hayako kwenye video hii, kuna jambo linaloendelea. Mungu akijalia watu wataliona. Wanasema tuna jambo letu. Tuna jambo letu. Lipo jikoni linapikwa. Linapikwa tu jikoni pale. Baada ya kupika tutaweka pale sebuleni. Tutaweka mezani. Yani ikiwa bado jikoni, bado liko jikoni. Uwezo hata kuna wapishi wazuri wanapika. Wapishi wapo. Ndio. Tunangojea tu wale ambao watatulia pale penye mahali pa kulia ama chumba cha makuli pale, kila mtu atashiriki. Tusimalize utamu. Ndio. Mimi niseme tu karibu sana. Ndio. Na siku nyingine karibu tena na karibu tena. Na bwana mimi napenda pia kuwashukuru kuwa wazalendo. Kwa sababu gani? Wamesema, najua wamekuwa wakitutania wa Tanzania wa Kenya. Wanasema bwana eti Kiswahili ni cha Wakenya na Watanzania. Eti Wakenya na Tanzania. Alafu kuna utani fulani kwamba Kiswahili kilizaliwa Zanzibar, kikakulia Tanzania, kikaendelezwa Kenya, kikafia Uganda, kikazikwa Kongo, Jamhuri ya Kongo. Sasa alafu kimezikwa Kongo. Sasa sisi tunasema baadaye kitafufuliwa wapi? Kitafufuliwa hapa Uganda. Tunawaambia Kiswahili ni hapa, na Mheshimiwa Rais, sisi watatu hapa tumeamua kusimama bega kwa bega na yeye. Sijui kama sote tumeusahau msemo wa marehemu au mwenda zake Julius Kambarage Nyerere. Ndio. Uwezo tunao, nia tunayo. Sasa tunashindwa nini? Hatuwezi tukashindwa kabisa. Kwa hivyo kama uwezo tunao, nia tunayo, penye nia kuna njia. Lazima tutatekeleza. Tuna Mheshimiwa Rais, tunajua lazima tutafanya kazi. Na pengine ndugu zangu, kabla labda hatujamaliza kidogo, kuna jambo ambalo huwa tunastahili kumshukuru Rais Jenerali Yoweri Museveni. Ndio. Kwa sababu mimi nimeona, yani unaona pengine huko nyuma ukiwa bado hujachangamka, sijui kama ni bado kabla ya kuchangamka labda kuelewa, lakini rais wetu amekuja kuonyesha upendo na kuendeleza urithi wa Mwalimu Julius Kambarage. Ndio. Na pengine lugha ya Kiswahili ambayo sisi kama wadau tumekutana pia kuzungumzia masuala hayo yenyewe, ameyathiria muhuri. Anaipenda sana na tumshukuru rais wetu wa Uganda. Na amejifunza kwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwamba Kiswahili aliweza kuiunganisha taifa la Tanzania lenye makabila zaidi ya 100. Wanazungumza lugha moja ambayo ni Kiswahili. Hapa tuna makabila kama 52 na mawili hivi. Lakini kila mtu anajitambulisha kwa vikabila vyetu vidogo. Ubaguzi ni hatari. Mimi naambia watu pale nikasema, kwa nini sasa nijitambulishe? Yani kwa sababu mimi ni Mnyankore, ni Mganda, ni Msoga, ni Mgisu. Kwa sababu mimi naongea Kigisu,
nisimkaribie Mnyankore, nisimkaribie Mganda au Mcholi. Kuna jambo ambalo linaweza likatuunganisha kama watu wamoja. Kuna kawimbo kadogo niwakumbushe, kulikuwa na